Tumepata habari kuna kijana yenu hapa Gen Z ametekwa nyara na kuuawa, si ndio? Huyu Kasongo ako na shida na vijana. I don't know ni nini namsumbua. Anapambana na watoto. Wewe Kasongo, wacha kusumbua hao watoto wetu. Wewe kuja pambana na Rigiji mwanaume ya saizi yako. Si ndio? Si yakuja na pambana na sisi? Apambana na huyu Kalonzo na huyu Eugene. Sasa hivi vijana ya mwaka 20, mwaka 22, hii vita yote ni ya nini? Na imeamuliwa na hao vijana. Jezimbo. Jezimbo. Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. Na kwa sababu Kasongo ameamua kumaliza nyinyi na kuua nyinyi, lazima mjipange kabla hajamaliza nyinyi mfukuze yeye aende nyumbani. Si mko tayari? Unajua huyu jamaa hataki nyinyi mema. Ako na shida na hao vijana. Anataka kuwaua na kuwamaliza. Sasa lazima hata nyinyi mkuwe watu chap chap. Mjipange mapema. Na dawa ya Kasongo ni kufanya nini? Dawa ya Kasongo ni kufinish. Dawa ya Kasongo ni kufinish. Dawa ya Kasongo ni kufinish. Sasa huyu Albert tumtafutie haki yake, si ndio? Si lazima tumtafutie haki yake. Nani kuambia wewe Kasongo, shida ile uko nayo inakusumbua ni damu ya Gen Z iko mkononi mwako, mkiwa na ile mtu ya soprano. Sasa wewe umeongeza damu nyingine ya Albert. Utaendelea kuhangaika hapa mpaka unajiongelesha. Si ndio? Jezimbo. Muko tayari? Tuungane pamoja. Tufukuze huyu Kasongo. Si ameharibu masomo? Ameharibu masomo hajaharibu? Ameharibu matibabu hajaharibu? Ameharibu biashara hajaharibu? Saa hii tukiongea hapa sisi tumetoka City Mortuary. Nimekuwa na hawa dada. Pale City Mortuary hawajafanya postmortem ya ndugu yetu Albert Ojwang. Sisi tumeona mwili wa Albert Ojwang. And I can tell you without mincing words, Albert Ojwang was beaten to death. I can tell you he was beaten to death. Albert Ojwang is bleeding from his ears, from his nose, from his mouth. He has bruises in his hands. Albert Ojwang hata amevunjwa mguu. Albert Ojwang, as we speak, ako na internal injuries na ako na kichwa hapa nyuma amepigwa imeingia ndani. Iko na damu. Kama mnataka picha nitawaonyesha. Mtu anazunguka Kenya akiwaambia one term na huyo mtu anasema one term, yeye alimtoa half term. Kwa nini tungoje 2027? Ndio mtu aendelee kutuua. Ndio Ruto aendelee kutuibia. Ndio Ruto aendelee kutunyanyasa akitumia polisi vibaya. Hiyo tumekataa. Harambee! Harambee! Ruto afiki 2027. Kuna jamaa anazunguka Kenya akituambia one term. Nani alisema Ruto lazima afike 2027? Nani alisema? Mimi nasema harambee half term. Harambee! Harambee! Tunasema hivyo kuanzia hapa Central Police Station. Mimi ndio Mkenya wa kwanza kusema half term. Na hiyo maneno ya one term tumekataa. Sisi kama Gen Z tunasema half term. Harambee! Harambee! Hakuna full term hapa. Ongea. Central Police Station. Tumeenda Kamukunji Police Station. Tumeenda City Mortuary, tumeenda Milimani, hakuna mahali hatujaenda. Saa hii tukiongea hapa sisi tumetoka City Mortuary. Nimekuwa na hawa dada. Pale City Mortuary hawajafanya postmortem ya ndugu yetu Albert Ojwang. Sisi tumeona mwili wa Albert Ojwang. And I can tell you without mincing words, Albert Ojwang was beaten to death. I can tell you he was beaten to death. Albert Ojwang is bleeding from his ears, from his nose, from his mouth. He has bruises in his hands. Albert Ojwang hata amevunjwa mguu. Albert Ojwang, as we speak, ako na internal injuries na ako na kichwa hapa nyuma amepigwa imeingia ndani. Iko na damu.
Kama mnataka picha nitawaonyesha. Mtu anazunguka Kenya akiwaambia one term na huyo mtu anasema one term, yeye alimtoa half term. Kwa nini tungoje 2027? Ndio mtu aendelee kutuua. Ndio Ruto aendelee kutuibia. Ndio Ruto aendelee kutunyanyasa akitumia polisi vibaya. Hiyo tumekataa. Harambee! Harambee! Ruto afiki 2027. Na wakitaka kunichukua wanichukue moja. Spika, mkijana kushikwa mbele ya wazazi wakauliza, wakasema hao ni polisi kutoka Nairobi. Mr. Speaker, ni uchungu. Huyo mzazi ukisikia akiongea kwa kamera, yani nimefeel mimi mwenyewe mahali nilikuwa, machozi ilitoka. Mtu anashikwa mbele ya wazazi wake, analetwa Nairobi 24 hours ati amekufa. Alafu hata nyinyi polisi, nyinyi ma DCI, mungeficha hiyo mwili, mutengeneze statement mzuri ile mnaweza kuja nayo kwa media, muambie wa Kenya na tuingie box. Polisi anatoka anasema ati huyu jamani alipiga kichwa kwa ukuta. Mtu mwenye umesoma kama wewe mwenyewe kujipiga ni uchungu, unapigaje kichwa kwa ukuta mpaka ukufe? Mr. Speaker, and Mr. Speaker, mimi kama Nuru Okanga, kama hapa Soweto, ndia kukosagi mtu kwa seli, Kamukunji iko town ya katikati ya town. Na saa hii ukitembea town, vijana wanasanywa, wanapelekwa kwa Mkunji. Huyu alijikuta aje seli peke yake? Kama sio deal. Alafu serikali imeshajua, kwa sababu raia inakuanga na hasira, wanasema ati OCS mwenye alikuwa kwa duty na maaskari wenye walikuwa kwa duty ati wamepewa off. Au maaskari wapewangi off, watapigwa transfer. Wengine wapeleke Uluyani, wengine Ukambani, wengine Kajiado, Wakajado wakuja hapo down kufanya kazi. Na ndio unaona watu maaskari. Sielewi man. Ni tagu ulifanya ama? Sielewi hata hajanieleza man. Wamekwambia unapeleka police station gani? Central Police. Hapa nje. Central Police. Yeah. Sawa, na hawajakunyang'anya phone right? Hawajakunyang'anya simu? Wamekunyang'anya simu? Ile kwa nafikisha ndio wamenirudishia sasa niongee. Wanadai aje, wanasema aje? Sasa nifike huko. Ufike Nairobi kwanza. Turudi Mei twende huko. Hello? Yeah. Wanasema tufike Nairobi kwanza. Sijui hata nisijua. Sawa, kesho tunaweza fika hivyo Central. Sasa sijui kama utakuwa on, but maybe ndakamtuni. Tutajua tutafika huko jina pia huko. Ngoja nifanye kazi. Kevo pia huko. Mwinde. Kindly man. Sawa, acha tupanga. Sasa nitaka kuverify information juu watu waniambia, alafu wasoka niambia umempigania hapa, nikamwambia nipe. So ndo nimecall. Ati? Nikwambia nilikuwa nataka kuverify, alafu acha tupange, alafu tujue kama tutafika kesho Central. Sawa mzee. Ndio peleka Central, jina nani alipelekwa Kamkunji? Central. Sawa, kesho hata kama sio utakamlinda, ndafika hivyo Central kesho. Sawa mzee. Hizo mambo kwa fiti, Mike ndani. How is it mzee? Mimi I've never experienced this. Nishaikoa inda, so mambo itakuwa fiti. Kutakuwa na challenges hapa na pale, lakini mambo itakuwa fiti. Usitensive tu. Nakwambia utakuwa na challenges hapa na pale, lakini mambo itakuwa fiti. Nishaikoa inda, so mambo itakuwa poa. Na Inda is one of the worst police stations in Nairobi. So like nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. But you said if we see, Lord, if we see your face and turn from our wicked ways, you promise to heal our land. Father, you can.
all the people who disappeared or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature. I talk to you today, I don't have a single name of somebody who has been abducted or disappeared.